Labuza, najua napitia mambo mengi kuhusu hilo na kuhusu mimi, ila hapo kati nahisi mambo yatakuwa sana. Yaani Jessica, nisikilize kipenzi changu Unajua naonekana mtu wa tofauti sana sasa hivi. Naonekana kama chizi. Yaani nikikaa nikazungumzia habari zako, wananiona mimi kama punguani. Na hawataki kuamini hichi kilicho ninachowaelewesha. Jessica, mimi hali hii mpaka lini kila siku makaburini? Sawa, nalijua hilo. Na huko hata marafiki zako, ndugu zako wote wanajua mimi nishakufa. Lakini haipo hivyo. Na hii itabidi kae hivyo, iwe hivyo. Ila ipo siku. Yaani mpaka leo bado niko njia panda. Na nashindwa kuelewa. Ujue wakati linatokea hili kipenzi, sikuwepo. Wewe mwenyewe unajua zaidi, sikuwepo. Ni ghafla tu nasikia mpaka umeshazika. Sikubahatika kuona mwili. Cha ajabu nilipoonyeshwa kaburi lako, nifike hapa ndio nionane na wewe. Na wao hawajui nikijaribu kueleza huyu mtu yu hai, hawaniamini. Sijaelewa kuna nini. Mimi maisha yangu mpaka lini. Na kingine kuna changamoto nazipitia. Kwa nini unaongeza? Kwa sababu tayari nimepewa jukumu nioe. Nyamaza. Yaani haitakiwi. Usisikie tena. Yaani ukija kuonana na mimi, usiniambie kuhusu kuoa. Mimi ndio mkeo. Haijalishi tunalala wote au hatulali. Ila mimi ndio mkeo. Na usije ukasema hivyo tena. Mimi naondoka. Ila kwa makini na ninachokuambia. Tena kwa makini sana. Kijana. Vipi kijana? Safi. Yaani so mara ya kwanza wala mara ya pili. Ni kama mara 20 na kuona. Kila nikipita kule huwa nakuona unakuja unakaa hapa. Sasa cha ajabu zaidi ninapokuona unakuwa unaongea peke yako. Yaani naona unarusha mikono mara hivi. Vipi kwenye ile kaburi la Jessica? Yaani umeona ile kaburi. Ile kaburi la mke wangu. Kwa alipata mauti ghafla. Nilikuwa sipo. Kwa katika zile taratibu za kujiandaa usafiri nifikie kwa ajili ya mazishi nikakuta tayari washazika. Kwa sikubahatika kabisa kuiona sura ya mke wangu. Ndio. Na ninapokuja hapa siji kukaa tu. Mimi hapa nakuja kuonana na mke wangu basi. Nakuja kuongea naye. Na namuuliza ni lini anarudi nyumbani kwa sababu mimi sikubahatika kuona kaburi. Mimi kwaona nilipopata maelekezo kwamba hili ndio kaburi la mkeo. Basi siku ya kwanza kuja nikakutana naye. Ndio ikawa ibada yangu mimi kuja kuonana na mke wangu hapa. Kijana, uko sawa kweli kwenye akili? Mimi niko vizuri ndio maana umeniuliza nimekujibu. Kila swali unaniuliza. Sasa wewe inaonekana hauko sawa. Yaani inaonekana inabidi ufanyiwe maombi au either ufanyiwe dua ili akili yako ikae sawa. Sababu haiwezekani mimi napita kule na kuona uko peke yako umekaa hapo na rusha mikono alafu nikikuuliza unasema kwamba ulikuwa unaongea na mtu. Yaani hiyo inaonekana ni dalili ya akili kuondoka. Yaani akili zinakuwa haziko sawa. Unaona kijana? Sasa usinidanganye. Wewe niambie tu bwana mimi labda ilikuwa ni akili yangu haiko sawa. Lakini sio niambie ulikuwa na mtu, sijamuona mtu yote ulikuwa naye hapa. Wewe ndio muone. Yaani wewe ndio muone kabisa brother. Nisikilize mimi. Mimi ndio mhusika wa hii ndio mhusika wa hichi kitu. Nakwambia nimemaliza kuongea na mke wangu hapa. Haya, wewe unabisha nini sasa? Yaani kuna muda mama Samia akikataza zile majani, mwache kuvuta vijana Bob Marley, lakini hamtaki. Sasa huu unaonekana kabisa dhahiri kwamba ni uchizi.
Yaani ni uchizi kabisa ambao unaendelea, na ili tukuwai inawezekana hata upelekwe Milembe ili uende ukapumzike tu kijana. Sababu inawezekana unaongea peke yako alafu unasema unaongea na mtu pembeni. Siku nyingine bwana usije kwenye mazingira. Mazingira mabaya sana. Basi sawa, nimekuelewa. Sawa. Haya, ondoka bwana. Usirudi tena kwenye mazingira. Mazingira ni mabaya sana. Salamu baba. Kwema. Kabisa. Sasa hapa nilikuwa naenda kumwona mufti. Ila ni kama Mungu bahati nzuri mimi na tumekutana. Umeona? Sasa huyu nani jirani yako huyo? Huyu nani huyu? Ni nyota. Wabuza. Huyo Wabuza. Sasa kipindi mimi natoka zangu hivi juu nimepita ile njia ya kule makaburini. Umeona? Na sio chini ya mara 3, mara 4, mara 5 namkuta juu ya kaburi la Jessica. Kwenye kaburi la mke wake? La Jessica. Ubaya zaidi sasa namkuta pale mara huyo Jessica mke wangu, turudiane, tuliachana. Nikasema kijana vipi? Juu ya kaburi namuuliza vipi kijana? Nilikuwa naongea na mke wako yuko wapi, mbona simuoni? Yaani sikiliza nikwambie ustazi, yule toka mke wake amekufa mimi simuelewi. Ni kama akili zake zimecheza kidogo, lakini una uhakika kweli ni yeye unamkuta? Sasa hivi nani Sekera? Hivi kweli mimi simjui. Si kijana alikuwa anakuja pale nyumbani. Si ndo Buza minyota na vinyota hapa. Ndo huyo. Ana shida gani? Mimi hapo ndo nashindwa kuelewa. Sababu kila napomkuta nasikia Jessica mke wangu, sijui turudiane. Sasa nikasema wameachana. Mke wake yule alikufa. Sasa yeye kule anaenda anataka nini? Lakini usije kwa mfananisha sio yeye. Twende nikathibitisha. Siwezi kumfananisha. Na hilo itabidi twende tukathibitisha sababu gani? Nilikuwa naenda kumwona mufti. Kuna dokumenti zake zimohumu. Sasa imebidi hiyo safari igairishe. Ili twende mimi na yeye twende tukamuone. Tujue ana tatizo gani? Tujue jinsi ya kumsaidia. Maana yule ni kijana wetu. Sasa yeye kwa akili yake imeruka. Kweli, yote yanawezekana. Kwa twende. Umeona? Nichoka nakwambia umekiona? Baba, hapa ni nyumbani. Unalala sehemu ambazo watu wamelala. Nilizani tani mimi unajua? Tani, so utani, umemwona mwenyewe? Mimi nimekuja kwa mke wangu. Wewe kelele wewe. Wewe wani aibu? Mke wako kafa miaka mingapi imepita? Sijaiona, sijaisikia. Unalala sehemu ambazo watu wamelala hawatakuja kuamka. Au nawe unataka kulala moja kwa moja? Mimi hapa nikija hapa mimi naona naye. Leo tu ndo hajatokea, sijamuona. Mimi ndo maana kana nimesubiria hapa juu ya kaburi lake. Sasa wewe unakuja unanipiga tu. Sasa bila kuniuliza, usingeniamsha kwanza. Sasa baba, ngoja nikwambie. Huyu swali ya mke wako kwanza ni mzunguko. Ni mzunguko baba, ni mzunguko. Kwanza alipokuwa anakufa yeye, mkewe, huyu hakuwepo.